Daniel na Goldie wako katika penzi shatashata. Mahusiano yao yamefikisha miaka miwili sasa. Mwanaume huyu anamwambia mwanamke wake kwamba anampenda sana na muda wote anatamani kuwa karibu na mwanamke wake. Goldie akamwambia kwamba na mimi nakupenda sana na muda wote natamani kuwa karibu na wewe, lakini unajua kabisa kwamba mimi sipendi harufu ya jasho, hivyo nakuomba sana nenda kaoge kwanza. Mwanaume huyu akaa ameenda kwa ajili ya kuoga. Tunamuona sasa huyu mwanaume akiwa ameshamaliza kuoga na amevalia mavazi ya kwenda kazini. Simu ya huyu mwanaume ikawa inalia sana, lakini hakawa okoti. Goldie akamuuliza, kwa nini haupokei simu? Usumbufu, wananisumbua tu, ni watu wa kazi. Alafu unajua kabisa kwamba mimi nikiwa karibu na mwanamke ambaye ninampenda sipendi kabisa usumbufu. Goldie akagusia swala la huyu mwanaume kupunguza sana ubize na kumpa yeye kipaumbele, muda kwa ajili ya wao wawili kufurahi pamoja. Lakini huyu mwanaume akatoa sababu kwamba yeye kitengo chake cha kazi ni kikubwa sana na kina majukumu mengi sana, hivyo hukosa muda mwingi wa kukaa na kufurahi na mwanamke wake, na akamuomba sana amvumilie. Pindi atakapobadilishwa kitengo, mambo yatabadilika. Mwanamke huyu hakufurahishwa kabisa na majibu ambayo ameyapata kutoka kwa Daniel. Daniel akagundua kwamba mwanamke wake amekasirika, basi akamwambia, nikitoka kazini nitakuchukua na tutaenda kula chakula cha jioni pamoja. Ndipo huyu mwanamke kufurahi. Daniel akamwaga mwanamke wake na kuondoka zake. Ajabu na kushangaza rafiki yangu, huyu mwanaume alivyofika nje tu akachukua pete na kuvaa katika kidole chake. Ina maana kwamba huyu mwanaume ni mume wa mtu. Mwanaume huyu moja kwa moja akaelekea mpaka nyumbani kwake, akakutana na mke wake wa kuitwa Kemi. Basi akamwambia, usianze kulalamika mke wangu, nimechoka sana na kazi leo. Kwa nini nisilalamike mume wangu? Simu zako hazipatikani na kupigia haupokei. Shida ni nini mume wangu? Wakati wakiwa hapa, watoto wakawa wamekuja kwa ajili ya kumsalimia baba yao. Watoto hawa wakawa wamemwambia baba yao kwamba wamemmisi sana. Huyu mtoto wa kike akamwambia baba yake kwamba aliumwa kipindi baba yake akiwa hayupo nyumbani. Basi akamwambia pole sana mwanangu. Mama yao akawaambia nendeni basi mkale chakula. Watoto hawa wakaondoka na huyu mwanamke akapata muda wa kuongea na mume wake. Akamwambia, leo tunatakiwa tuongee. Kwa nini unakuwa bize sana na kazi? Yaani kazi unakipa kipaumbele sana, na sisi familia yako na sisi pia ni muhimu sana kwako kama ilivyo kazi yako. Mwanaume huyu akamwambia tu mke wake aendelee kumvumilia, maana kazi zake ni ngumu sana na kazi zinahitaji muda mwingi sana wa huyu jamaa, kitu ambacho sio kweli. Huyu jamaa muda mwingi anatumia na wanawake. Huku Goldie anamsifia sana mwanaume wake kwa rafiki yake Amaka. Anasema kwamba ana bahati sana, safari hii amepata mwanaume ambaye amenyoka sana, na huyu mwanaume ambaye anaongelewa hapa ni Daniel. Na akasema kwamba Daniel amemwahidi kwamba atamuoa na hivi karibuni ataenda kuwa mke mtarajiwa wa Daniel. Goldie yuko anamwambia rafiki yake kwamba anahisi ni mjamzito, ana ujauzito wa Daniel. Amaka akashangaa sana, akamwambia, si ulisema huwezi kuzaa kabla ya ndoa? Najua, lakini imetokea bahati mbaya tu. Hata hivyo mwanaume wangu amesema atanioa, kwa hiyo hakuna shida. Goldie amerejea nyumbani, lakini mwanaume hajarudi kabisa. Akamtumia tu ujumbe wa voicemail kwamba amebanwa sana na kazi, hivyo hataweza kurudi nyumbani leo. Bwana mkubwa yuko hapa kitandani, yuko anahitaji haki yake kutoka kwa mkewe. Sasa mke huyu amenuna kutokana na tabia za mume wake kuwa bize sana na kazi, lakini unaambiwa kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Akampa mume wake haki yake.
huku Goldie amepima ujauzito na amegundua kwamba yeye ni mjamzito. Sasa turudi hapa kwa bwana mkubwa na mkewe. Mke wa bwana mkubwa hapa Daniel, Kemi, analalamika namna ambavyo mumewe anapotea, anaondoka nyumbani. Wakigombana tu kidogo, basi mwanaume huyu huchukua kama fursa ya kuondoka na kupotea nyumbani, alafu anarudi from nowhere, anamuhitaji kimwili kama alivyofanya leo. Akamwambia, mume wangu, ni tabia gani hiyo? Sisi tuna familia, tuna watoto wawili, tunakuhitaji wewe kama vile kazi inavyokuhitaji wewe. Kwa nini unatufanyia hivyo? Yaani ugomvi kidogo tu unaondoka nyumbani. Ni nini? Kwa nini nimeolewa katika hii ndoa? Yaani naona ni kama vile mimi ndio nina force hii ndoa kuendelea. Mwanaume huyu akawa tu anamuomba msamaha mke wake na kumwambia kwamba atajitahidi sana kuweka mambo sawa. Huko Goldie anampigia simu sana Daniel, lakini Daniel hapokei. Bibie yuko na kimuhemuhe, anataka kumpa taarifa njema Daniel kwamba anakaribia kutarajia na yeye sasa hivi ni mjamzito. Huku Daniel yuko anakula na kufurahi na familia yake. Huku upande wa pili Goldie yuko na kimuhemuhe, anatamani kwenda kumfata mwanaume wake na kumpa taarifa nzuri sana kwamba yeye ni mjamzito. Leo Daniel akaamua kuwachukua watoto zake na kwenda nao kazini kwa ajili ya kukaa nao na kuspendi muda nao huku akiwa anafanya kazi. Sasa akiwa yuko na watoto zake hapa, mke wake akamfuata akamwambia, umesahau faili lako na hili begi hili ni chakula cha watoto wako hapa. Sasa wakati huo huo Goldie naye akawa amekuja hapa ofisini kwa Daniel, akashuhudia na kuona kabisa kwamba Daniel yuko na mke na watoto wawili. Hii ilikuwa ni shock kubwa sana kwa Goldie. Daniel akaingia ofisini haraka haraka akiwa amepaniki, anampigia sana simu Goldie, lakini Goldie hapokei. Goldie amefika nyumbani, yuko na maswali mengi sana, anajiuliza yule mwanamke ni mke wa Daniel. Daniel ana mke na watoto wawili. Huyo mwanamke alivurugwa kweli kweli, yani maumivu ambayo anayasikia ni makali mno. Haya yanawakuta wanawake wengi sana. Unakuta umebeba ujauzito, ndio unakuja kujua madudu ya huyo mwenza wako. Unakuta mwanaume alishazalisha wanawake wengi na wewe sio mwanamke wa kwanza. Unakuta ndo kama hivi kwa Goldie, unabeba ujauzito, kumbe mwanaume ni mume wa mtu. Hivyo hii situation inawakuta baadhi ya wanawake. Hivyo mwanamke huyu aliumia sana. Huyo mwanaume akawa amekuja, mwanaume hana haya huyo, akamwambia kile ambacho umekiona nisamehe sana. Goldie akamwambia, kwa hiyo umeona mimi nilichokiona, si ndio? Na hadi unaomba msamaha. Kwa hiyo wewe ulimdanganya mimi, ukanipotezea muda wangu na ukuwahi kuniambia kabisa kwamba wewe ni mume wa mtu. Alafu nimebeba ujauzito wa mume wa mtu. Mwanaume huyu zaidi alikuwa anasema tu samahani, na pia aliposikia kwamba mwanamke huyu ni mjamzito akamwambia atachukua majukumu ya kumhudumia Goldie pamoja na mtoto wa tumboni mpaka atakapozaliwa bila shida yoyote. Lakini Goldie alikasirika sana. Goldie alimfukuza huyu mwanaume, na alipoona Daniel hataki kuondoka, basi huyu mwanamke aliamua kumpisha na kwenda zake chumbani. Goldie amemsimulia rafiki yake Amaka majanga aliyomkuta. Basi rafiki huyo akawatoa anampa pole, alafu pia akamwambia, we potezea tu, maisha mengine yaendelee, nipotezee mimi. Yule mwanaume amepoteza muda wangu mimi, amenidanganya miaka yote miwili hii, alafu nimwache nipotezee tu hivi hivi? Haiwezekani. Sasa una mpango gani? Unataka kuharibu familia ya huyu mwanaume? Basi huyu mwanamke Goldie akamwambia rafiki yake hawezi kumwacha Daniel aende hivi hivi, lazima amfundishe adabu.
Gold akamwambia rafiki yake Amaka ana mpango wa kutoa ujauzito, hawezi kuzaa na mume wa mtu. Daniel akawa amemfuata Gold asubuhi kwa mara nyingine kwa ajili ya kuongea naye. Sasa huyu mwanamke bado yuko na hasira. Huyu jamaa akawa anamwambia usiharibu mahusiano yetu, ni nakuomba msamaha, tuweke mambo sawa, nakwambia kwamba nitakuhudumia wewe pamoja na mtoto wa tumboni, na kila kitu kitakuwa sawa, lakini nakuomba sana usimwambie mke wangu chochote kile. Gold akamwambia, kwa hiyo wewe unaogopa mimi nisiseme chochote kwa mke wako? Unahisi kwamba mimi nitamwambia mke wako? Kwa hiyo unataka unifanye kama nani? Yani unifanyie kama mchepuko wako? Hivyo mwanaume una akili kweli wewe? Unajua mwanaume ni mpuuzi, afu una roho mbaya sana. Alafu ulikuwa umenidanganya siku zote unaniambia eti utanioa, kumbe ni mwongo kabisa wewe. Nimekwambia kwamba nitakuhudumia, wala usijali kuhusu hilo. Lakini huyu mwanaume aliambulia bonge la bao kutoka kwa Gold, na Gold akamwambia asijaribu kumfata tena wala asimsumbue kabisa. Na Gold akamwambia huyu jamaa kwamba awe tayari, maana hawezi kupotezewa muda wake hivi hivi yani. Na akamwambia mke wako kuna ujumbe nimemtumia, hivyo sitakaa kimya, lazima mke wako ajue ukweli. Basi mwanaume huyu alipagawa kweli kweli kusikia haya kutoka kwa Gold. Huku Kemi anapokea boksi, anajiuliza hata hili boksi ni nani amelileta, lakini akachukua hili boksi na kuenda nalo ndani kwa ajili ya kufungua na kuangalia humu ndani kuna nini. Huku Daniel amerudi nyumbani kwake akiwa anakimbia sana ili kumzuia mke wake kusoma au kuona chochote kile ambacho kitaharibu ndoa yake. Daniel akampokonya karatasi mke wake pamoja na boksi hili. Akawa anauliza, ni nani amekuja hapa? Ni nani? Mume wangu, mbona sikuelewi? Ni nani ameleta ni nini yani? Mbona sikuelewi? Basi huyu mwanaume akawa anajieleza kwa mke wake kwamba kuna watu ambao wanafanya nao kazi, wanamtishia. Kwa hiyo wanafanya haya yote kwa ajili ya kumkosesha amani. Kwa hiyo akamwambia mtu yoyote akileta package ya aina yoyote usifungue kabisa mke wangu. Kemi akamwambia mume wake ni vyema aende polisi na kushtaki ili awe na amani kama hao watu wa kazini kwake wanamtishia. Lakini huyu mwanaume akasema kila kitu kitakuwa sawa mke wangu. Basi Daniel akachukua hilo boksi na kwenda nalo mpaka nje. Uzuri ni kwamba kwenye boksi kulikuwa hakuna kitu chochote cha kuhatarisha ndoa yake. Daniel akafunga safari moja kwa moja mpaka kwa Gold. Yuko hapa anamwambia, tafadhali usiharibu ndoa yangu. Ndoa yangu naipenda na naitaka sana tu. Tafadhali nimesha kuahidi kwamba nitakuhudumia wewe pamoja na mtoto. Hautakosa chochote. Basi mwanamke huyo akamwambia, kwa hiyo utatuhudumia tu mimi na mtoto. Na vipi kuhusu mimi kuwa karibu na wewe na kufurahi na wewe? Nitafanya hivyo vyote kwa ajili yako, lakini tu usiende kumfuata mke wangu na kuhatarisha ndoa yangu. Kitu ambacho kilimkasirisha sana mwanamke huyu. Akamwambia huyu mwanaume ni bora akamwambie mke wake ukweli yeye mwenyewe kwamba alikuwa anamsaliti mke wake, au Gold ataenda kumwambia mke wa huyu jamaa kila kitu. Huku nyumbani Kemi amenuna sana. Huyu jamaa akawa anataka kupita bila kujieleza chochote kwa mke wake. Huyu mwanamke anataka kujua mume wake alikuwa wapi, mbona amechelewa kurudi. Basi jamaa huyu akawa tu anajieleza kwamba nimechoka sana na kazi ilikuwa nyingi sana. Unaelezea kuhusu kazi tena? Mbona sikuelewi mume wangu? Kemi akamwambia mumewe kwamba amempigia simu sekretari na kumuuliza kama mumewe ana ratiba zote za kazi, lakini sekretari akamwambia mumewe hana ratiba yoyote ya kazi siku hii ya leo. Lakini huyo mwanaume amechelewa kurudi nyumbani. Alikuwa wapi? Ndio huyu jamaa kujielezea kwamba
kuna mtu anamtishia tu amani. Kwa hiyo alikuwa anafuatilia mambo yake ya kazi au watu ambao wanamtishia. Kila kitu kiko sawa. Basi mwanamke huyo akamwambia mumewe, ni vyema uende ukaripoti polisi mume wangu. Kila kitu kiko sawa mke wangu. Haya matatizo nitayasolve mwenyewe, wala usijali. Leo Kemi amepigiwa na namba mpya. Anamuuliza, wewe ni nani? Wakati huu sasa mumewe akawa ameshtuka, akampokonya simu mke wake na kuanza kuongea na hiyo namba ngeni. Sasa bibie aliyepiga ni huyu hapa Goldie. Akamwambia, unajiona mjanja eh? Nilijua tu utapokonya simu hiyo kutoka kwa mke wako. Sasa si unajiona mjanja? Basi huku huyu mwanaume akatu anasema, wewe ni nani? Unampigia mke wangu, wewe ni nani? Acha usumbufu, acha kunitishia. Anadanganya, anasema kwamba hamjui huyu mwanamke. Basi huyu bibi akamwambia, una paniki Wala usipaniki, ndio kwanza nimeanza. Nakwambia hivi, mke wako atajua kila kitu. Huyu mwanaume akawa amemkatia simu. Akasema, umenikatia mimi simu? Hehehe. Mbona nitakula na wewe sahani moja. Huku Daniel akamwambia mke wake kwamba ameshaiblock hiyo namba, asisumbuliwe kabisa na huyo mtu ambaye amempigia simu. Sasa huyu mwanamke akataka kujua ni kitu gani kinaendelea, maana hamuelewi kabisa mume wake. Daniel akawa tu anamwambia amwamini, kila kitu kiko sawa. Goldie akawa ametuma tena kiboksi kingine, huku akiwa anampigia simu sana Kemi. Sasa leo Goldie ameamua aende live kabisa kwa ajili ya kuongea na Kemi. Goldie alipofika hapa, Kemi akamuuliza, ndio wewe uliyetumia hiki kiboksi? Basi huyu bibi akamwambia, ndio mimi. Ninahitaji kuongea na wewe, mazungumzo muhimu sana, lakini sio hapa nje. Twende ndani. Wakaenda moja kwa moja mpaka ndani. Goldie akamwambia Kemi, kabla sijaanza kuongea sana, nina kitu kwa ajili yako. Basi Goldie akatoa kipimo cha ujauzito na kumpatia Kemi. Akamwambia kwamba nilikuwa katika mahusiano ya miaka 2 na mume wako. Sikuwahi kujua kama ni mume wa mtu. Nimekuja kugundua juzi tu hapa. Nilipoenda ofisini kwake nikakuona wewe pamoja na watoto wako na Daniel pamoja. Ndio nikajua kwamba Daniel ni mume wa mtu. Siwezi mimi kutembea na mume wa mtu katika maisha yangu. Nilikuwa sijui kabisa. Na akamwambia, nilikuona namna ambavyo umefurahia sana mume wako. Naona kabisa kwamba hustahili kuwa na mwanaume msaliti, muovu kama Daniel. Kwa hiyo niko hapa sio kwa ajili ya kuharibu ndoa yako. Niko hapa kwa ajili yako. Niko hapa kama mwanamke mwenzako. Kemi alichanganyikiwa sana mpaka wigi likawa zito kabisa. Akamwambia, kwa hiyo wewe ni mjamzito? Goldie akamwambia, hapana, nilikuwa mjamzito, nimeshatoa ujauzito. Siwezi kuzaa na mwanaume wa namna ile mimi. Goldie akapiga magoti na kumwomba msamaha Kemi na kumwambia, kama nilishawahi kukukosesha amani kwa namna yoyote ile, kwa kutokujua kwangu kwamba Daniel ni mume wa mtu, nisamehe sana. Mimi siwezi kutoka na mume wa mtu mimi katika maisha yangu. Daniel alinidanganya, alisema sio mume wa mtu. Nisamehe sana. Naomba unisamehe. Sasa wakati wako hapa wanaongea, Daniel akawa amekuja. Akasema, huyu mwanamke ni muongo. Usimsikilize kabisa. Anataka kuharibu familia yetu, ni muongo. Kwa hiyo mume wangu mpaka sasa hivi unakataa. Huwezi hata kuomba msamaha mume wangu kwa kitu ambacho umekifanya. Kweli mume wangu? Basi mwanaume huyu alipoona kwamba ameshagundulika, akaanza kuomba msamaha kwa mke wake. Lakini huyu mwanamke Kemi akamwambia ni too late, ameshachoka. Yaani mume wake amemchiti miaka 2 na mwanamke huko mwingine. Basi akamwambia, siwezi kuvumilia na watoto ninaondoka nao, ninataka talaka yangu. Kemi akawa ameachana na mume wake kwa namna hii. Ndio hivyo Daniel akawa amekosa kote kote.
amekosa kwa Kemi mke wake halali kabisa, amemkosa mke wake, na kwa mchepuko Gold pia amekosa, na movie imefika mwisho. Like, share na kucomment, pia fanya kusubscribe Sima Swahili Movies. Kwa sasa sina la ziada, kukuaga haitakuwa tatizo na kupenda sana. Kwa heri.